Mzee, mimi nadhani nimeeleweka. Unafuata ndoto zangu sawa, kama hutaki basi. Mbona nenda kigumu jamani? Kila siku utakavyoongea sikii. Yaani sasa mimi nifanye nini huyu? Jia, bada. Jia, bada. Jia, bada. Mama. Ndio baba. Umemwona ndugu yako anavyofanya au anachonifanyia? Nimemwona, lakini baba, kuna wakati napaswa kufuatilia anapotaka. Si haya. Sasa mimi nimwache tu afanye anachokitaka basi. Maana wewe ni mtoto wako. Kitu ambacho anapenda yeye, pengine kina manufaa na yeye. Ndio maana amekingangania. Ni vyema ukamsikiliza. Hicho mtisha. Hata na wewe pia naona kama unaingia kwenye mfumo wa huyu ndugu huyo. Si hapa kuna tatizo gani hapa? Hapana baba. Mimi wala siko kama yeye. Sema tu ndio hivyo. Si asante inshallah. Baba ananiambia niende nikasome. Huku kuna Ibenge. Nitaweza kweli kuwa mbali naye? Au niwe kama Juma tu? Nimkatae baba ili niendelee kubaki na Ibenge. Lakini Ibenge mwenyewe hata simuelewe. Au nimwambie tu kuwa nampenda? Maana nampenda sana Ibenge. Siwezi kuwa mbali naye. Mbona kama nipo njia panda? Sielewi. Huku kuna baba, upande mwingine yupo Ibenge. Nifanye nini sasa? Nimsikilize baba yangu ili niendelee na masomo au nibaki nyumbani na Ibenge? Sawa. Acha nione. Mr. Chodi tena. Amitizi kwenye biti na jani. Oya we. CRM Music. Tupo chani gang toka kitambo. Bwana hivi. Karibu sana. Nashukuru. Naona umeitikia wito kwa haraka sana. Kabisa boss. Mimi huwa napenda vijana waelewa na vijuli kama hii ndio ofisi yangu mpya. Unajua sikukwambia toka mwanzo, lakini ndio ofisi yangu mpya. Ukiona unioni nyumbani, basi niko hapa. Sawa. Muda mwingine ukiwa umepiga simu sijapatikana, ukifika hapo kanikuta. Haina shida boss. Lakini lengo kubwa la kukuita hapa, kuna kazi nahitaji kukupa. Wanangu, hivi mmefikia wapi kuhusu swala la kwenda kusoma mpaka sasa hivi? Naanza na Juma. Hebu niambie mwanangu, umewaza nini au umefikiria nini mpaka sasa hivi kuhusu swala la kwenda shule? Bi mkubwa, mimi nadhani kwa mzee nimeeleweka. Mimi namwambia maswala kusoma mimi kwangu ni Arusha. Kafuata ndoto zangu sawa, hataki basi. Lakini kwenda shule mimi hapana. Niko tayari boss. Nimefikiria, nimeona kwamba nijenge nyumba nyingine ya wageni, yani inamaanisha nest. Wazo zuri boss. Maana so guest inalipa sana. Hiyo kazi nilikuwa nataka nikupatia wewe. Utafute kiwanja. Yaani kiufupi kazi yote nakuachia wewe. Haina shida boss. Niko tayari kwa kukupa. Uko tayari? Basi haina shida. Mimi langu lilikuwa ni hilo tu. Sawa basi, labda unipe location, labda wapi unafaa, labda nini au popote tutakapopata. Wewe nitahisi mwenyeji kidogo au ni wageni? Siwezi ngaenda shule. Ila kumbuka umezaliwa. Najua. Lakini ndo kama hivyo. Misha mama mzee yangu. Kwa nini mwanangu wewe hutaki kuelewa? Alafu yule ni baba yako.
Kwa nini hutaki kumuelewa? Utaishi maisha gani mwanangu wewe? Nitaishi anavyotaka yeye, lakini mpaka nitimizie ndoto zangu. Njia panda. Hivi unajua huwezi kufanikiwa bila baraka za wazazi wako? Sasa yeye kama hataki yeye kunisikiliza na mimi, mimi nitamsikiliza. Hivi wewe kusikilize kama nani? Umemzaa kakuzaa? Ni mkubwa na sisi pia tuna haki zetu. Kwa tunapofikia na sisi kuna malengo yetu mazuri tunataka tufikie. Kuna muda na kufulu. Nadhani nimeeleweka. Sawa, bila baraka za wazazi mwanangu wewe huwezi kutoboa. Hata ufanyeje huwezi kutoboa bila baraka za wazazi. Sawa, tutakuwa pamoja na mimi tutashirikiana, lakini bado huwezi kutoboa. Yule baba yako hujasingiziwa wewe. Sawa, ingawa bado tunahitaji mchangano. Asa kuna mtaa ambao nimeupoint mimi. Lakini kama utaona pia kwa upande wako ukaona kama haufai kuna sehemu nyingine utaipata nzuri zaidi hapo, basi itakuwa sawa. Ila nilikuwa nahitaji zaidi wewe madukani. Madukani? Yeah. Nimeisha sababu ni haki nitafute namna gani napata kile hicho. Na kuamini kwenye kazi na ndio maana nimekupa hii kazi. Sihitaji masiara kwenye kazi. Sawa. Sawa sawa. Unielewa vizuri? Naelewa vizuri. Ni yangu ni haya. Basi hamna shida basi. Sawa. Sawa. Wala shule yenyewe miayusha, nenda kusoma nini? Siwezi kwenda shule. Kwa nini unatoa jibu gani kwa baba yako? Amini kama hivyo nilivyomwelekeza kwamba mimi shule siwezi nikaenda. Ni maisha yangu ya muziki. Kama hataki basi nyumbani na hao. Utateseka sana mwanangu na huwezi kutoboa. Yote anayojua ni Mungu. Yaani ukikita ni muziki. Utobowi. Kwa mama nayo namsupport baba. Sawa, yule mimi ni mume wangu, nina halali ya kumsikiliza. Na wewe pia ni mtoto. Inatakiwa umuelewe baba yako anaposema ili upate baraka zake. Basi nitahama hapa nyumbani. Utaenda wapi? Tajua mimi mwenyewe. Tena sitaki hizo kauli zako ziongee. Iwe mwisho kuongea na mimi hizo kauli zako, sitaki. तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा Eneo ndio hili hapa. Ndio eneo la uwanja, kwa hiyo ulikoishi mipaka kitu na pengine. Lakini bwana Njoki, kabla tuanze kuongea vyote, sisi hatutaki viwanja vyenye migogoro. Kwa sababu mara kadhaa tushaingia kwenye vitu kama hivi. Tunakutana na migogoro kwenye viwanja kama hivi, hasa kwa madalali wa janja kama hivi. Kwa hiyo kuweni makini. Mimi ni dalali, najielewa. Naweza kusimama. Siwezi kukuuzia kiwanja kwenye migogoro. Okay, ndio kuishi hapa. तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो Haya, na wewe Munira, nataka majibu yako. Maana siku ile mlimweka stone mume wangu kwa sababu nilikuwa sipo. Nataka majibu yako leo. Umejipangaje? Mama, mimi siendi shule. Kwa nini na wewe? Mama, mimi sitaweza kwenda shule. Unajua hapa nyumbani uko peke yako. Nani atakusaidia kazi za nyumbani? Bora na mimi nibaki nyumbani mama. Sasa mimi nikienda shule hapo utabaki na nani? Mungu wangu. Astaghfirullah. मुझे जीना आया है और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा
Kwa Mr. Benge eneo ndio hili. Kisha kuacha umeliona. Kwa tuseme sio umelipenda sasa eneo. For me I can say it is too fantastic for a project you see. Nimefurahishwa nayo. Matatizo. Sawa tuendelee na bei. Tuone masuala bei sasa. Kwa hiyo sasa ndugu yangu unasemaje sasa hapo ni bei gani shilingi ngapi au bosi wako kakuelekezaje? Yaani kwenye bei hapo ni milioni 4. Alijoki. Wewe ni dalali na ni mzoefu wa hizi kazi. Sawa. Wewe unavyoona 15 kwa 65. Tangu lini kauzo milioni 4 kwa umbali kutoka barabarani? Kutokana na viwanja vyenyewe, yani sasa hivi ni ngumu sana kupata. Sehemu kama hizi yani. Uweze kudai kiwanja kwa bei hiyo. Unajua ni watoto mimi siwaelewi. Hivi kama mwanangu Munila wewe, ulikuwa na maadili mazuri. Kipi kimekukuta mwanangu wewe? Umechanganywa na nini? Au ni yule shoga yako alokudanganya? Mama, mimi nimeamua tu mwenyewe kutokwenda shule. Kwani lazima mimi kwenda shule? La ilaha illallah. Mama, kuna mambo mengine yanaeleweka tu. Mtu kama hataki kitu basi mnaweza mkapoteza tu hela zenu. Sijakataa mama. Lakini ulikuwa kama kichwa changu. Nilikuwa nakuamini. Nilikuwa nakutegemea mwanangu. Leo unarudi tena unapotea mistari yote. Sijui hata nikufanyeje mama wewe. La ilaha illallah. Haya umejipangaje? Nisikilize bwana Njoki. Hichi kiwanja unatakiwa ukiuze kama viwanja vya makazi na sio viwanja vya biashara kulingana na umbali wa barabara. Sawa? Kwa hiyo ni vema ukazungumza bei ambayo inaendana na thamani ya viwanja. Sawa. Kama unavyoona kiwanja bado kipo sawa na watu walichanganya. Ukisema pole unakosea, ni polini wanakaa manyani. Umeona bwana? Mbona nyumba kama hizo zinapita? Mwekwa pole mtu asikijenga nyumba kama hiyo. Okay. Kwa hiyo hebu tuzungumze kwenye mwafaka sawa bei sasa. Bei halisi. Ya hapo ni bei tuseme sasa nitakupunguzia lipa milioni 3 na laki 6. Bwana Njoki kwa simu bwana. Milioni 3 na laki 6 kwa sababu kama unaona hiyo kwa sababu tayari kama boksi sasa. Eneo unalitaka au litaki? Na maisha. Mama, si nikwambia nabaki nyumbani. Nyumbani kuna kazi gani hapa Munila wewe za kufanya wewe mpaka isababisho usiende kusoma? Hivi unajua umedanganywa? Sawa, hebu nisikilize mwanangu. Mimi nataka uende ukasome. Unasemaje mwanangu? Mama, wangapi wamesoma na tupo nao mtaani hapa? Wangapi? Watu wangapi wameenda shule na bado wapo hapa nyumbani? Wapo nyumbani na mama zao wameenda kusoma na wamerudi hapo nyumbani. Sasa ina maana gani mimi kwenda shule mama? La ilaha illallah. Umerogwa mwanangu. Mama, mimi bora tu nibaki nyumbani. Kama hutaki bora niondoke nende nikaolewe tu. Mimi najua huyu rafiki yako aliokuja hapa ndo anakupa kiburi na ndo anakufundisha tabia mbaya. Achana na hizo habari mwanangu, fuata maadili ya nyumbani. Mama, kwani mimi nilichokosea hapa ni kukataa kwenda shule? Ndio. Basi niolewe niondoke nyumbani. Si unataka niondoke? Basi niolewe. Basi hata kama utaolewa uolewe kisheria. Lakini sio unaniletea mizengo mimi sielewi mwanangu. Na baba yako kila siku tunagombana kisa nyie watoto. Ananiambia mimi na shida na nyinyi nafundisha tabia mbaya. Kumbe ile misimamo yenu ya ajabu. Wale mkubwa sio nyewe tuna haki ya kusikiliza. Kwa hiyo pale tunapotaka kusikiliza nyinyi mnatusikiliza. Nyie watoto paswa kichwa. Siwaelewi wanangu nyie. Sijui mmekutwa na nini. Mama, hapo cha kufanya ongea na baba. Wewe ukiongea na baba hakuna kitu kitashindikana. Mimi naona tukwambia hapo. Haina shida. Milioni 3 na laki 6. Kesho asubuhi tutafanya biashara sawa. Sio ujanja bwana. Hata wewe na wajua nyewe mjini wajua nyewe. Sema kesho asubuhi hiyo ndio imeisha. Unakaa na kiwanja hapa wajua mteja anakuja mteja aje. Unakuwa unapoteza mimi muda. Bwana Njoki, ondoa shaka bwana Njoki. Kampuni yetu iko vizuri sana. Hatunaga mbambamba kwenye masuala ya hela. Basi limeisha. Ombe Mungu. Basi haina shida, labda nikuachie mawasiliano. Ndio. Ili kama tukichelewa utupigie. Basi haina shida. Andika namba zangu. Namba Sasa kesho asubuhi tunakutana. Okay.
labda nikuachie kodi. Tutembelee kwenye channel yetu ya YouTube, ChanTZOG. Tutaona kazi zetu za installation. Karibu sana kwenye kampuni yetu. Haina shida. Okay. Tunaweza tukaenda tukapata kidogo na kinywaji. मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा. Kwa hiyo mnatupangia sasa. Njia panda. Hata mzee mwenyewe ingekuwepo si tungeongea vile vile. Msimamo wetu upo pale pale. I say, Mimi hata ukitaka sasa hivi naondoke nitaondoka. umekuwa Hata mimi mwenyewe naondoka. umeota mabawa. Yaani mama, hapa kila siku tuwasikilize nyie tu. Kila kitu tuwasikilize nyie. Kwamba sisi hatuna haki ya kusikilizwa mama. Sisi sio binadamu mama, na sisi tuna haki ya kusikilizwa pia. Sio kila kitu ni nyie tu. Acha ujinga basi na wewe. Muone vile. Wabi mkubwa sio wenyewe tumechoka ni. Afu ni watoto nie. Astaghfirullah. Mbisa. Mbona hivyo? Kawaida tu ndio michongo imeyumba hapo mwenzangu siku hizo unicheki sasa nikaona ngoja nijionyeshe tu maana mengine. Uko kimya? Lazima. Au kwa sababu unajua nakupenda? Hamna, hiyo sio sababu. Sema wewe unajua uliponiweka pembeni hivi afu unajua maisha yangu unayajua unaona sio mbaya. Unafanyaje sasa wakati umeamua? Bibi nakupenda. Au unishinde mimi. Sema nyinyi unajua mshajua tunawapendaga hivi afu natafuta namna kuweka pembeni mnatoa ni sawa baadaye mnatoa afu nateseka sisi ndio maana yani. Kipenzi. Hivi unajua yule jamaa siku hizi hata nyumbani haji.